Leo ni siku nyingine tena ya tarehe 12 mwezi wa 6 2025. Ni siku nyingine ambapo naendelea kujitambulisha na kutambulisha pia huduma ilipo au kanisa lilipo hapa Singida, kanisa la Chemchemi ya Uzima Tanzania. Kwa hiyo haya ndio mazingira ambayo nimeanza huduma. Ni mazingira ambayo nimeanza huduma kwenye kibanda hiki hapa mbele ya nyumba yangu hapa. Maana hapa ndipo nilipopokelea maono. Manake ukipewa maono na Mungu, manake unaweza kuanzisha huduma hata chini ya mti, hata chini ya kibanda cha nyasi, kwa sababu Mungu amekuita. Kwa hiyo Mungu ameniita nimeanzisha huduma mahali hapa, na huwa ni kawaida ya kwamba tunaona hata pia mtoto anapozaliwa hawezi kusimama siku hiyo hiyo na kaanza kutembea. Kwa hiyo kuna hatua, mtoto anapozaliwa basi kunakuwa na hatua, baadaye ataanza kutambaa, baadaye ataanza kusimama, baadaye ataanza kutembea na kukimbia na kadhalika. Kwa hiyo ndivyo hata pia huduma zinaanza katika mazingira ambayo ni ya chini sana. Kwa hiyo baadaye tunavyoendelea basi mazingira yataboreka zaidi. Kwa hiyo siku ya leo ninafuata mwongozo wa Roho Mtakatifu wakati ameniita na kunipa maelekezo ya kuanzisha huduma. Kwa nafuata maelekezo yake pia, kwamba Roho Mtakatifu aliniambia kwamba ni vizuri ukajitambulisha kwamba wewe ni nani kwa namna mbalimbali, kwa kuongea na mtu moja, kwa kuandika vitabu, kwa kuandika majarida, kwa kutumia mitandao mbalimbali ya kijamii kama ninavyofanya hapa. Kwa hiyo hiki ni kitabu, niliandika vitabu vichache. Hiki hapa kiko Maktaba ya Taifa Tanzania, kimeandikwa Tembelea Watu Wangu. Ni kitabu ambacho Roho Mtakatifu alinipa mwongozo wa kukiandika, ambacho kina mambo ndani humu yanayohusu matengenezo ya kanisa. Kwa hiyo siku ya leo naendelea kujitambulisha, watu wanijue. Nitajitambulisha jina langu na wazazi wangu pia kwa kifupi. Alafu pia nitatoa ushuhuda kidogo, ni jinsi gani Mungu alikuwa anasema na mimi mwaka ule wa 2022 kuanzia mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 10. Ni takriban siku 100 Mungu alikuwa akisema na mimi, na alikuwa akinipa mambo mbalimbali kuhusu matengenezo ya kanisa. Naye alikuwa ananiambia, ninakupa matengenezo ya kanisa la Kipentekoste, kuna mambo fulani wayarekebishe. Nayo mambo tayari mengi nimeshaweka kwenye mtandao wa YouTube, ambapo nimeanzisha mtandao nasema au unaitwa Stay with God TV. Kwa hiyo ukifungua pale utakuta vitu hivi vile nimeanza kuiweka hapo, ambavyo Mungu alikuwa anasema na mimi kuhusu matengenezo ya kanisa. Kwa hiyo nianze sasa kujitambulisha. Jina langu naitwa Mchungaji Jilu Muna Mpanda. Kabila langu mimi ni Mnyaturu, ukoo wa Nyanjoka, ambapo nilizaliwa kijiji cha Mudida mwaka 1969. Tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 1969 ndipo nilipozaliwa katika hicho kijiji cha Mudida. Mpaka sasa
au mpaka sasa nina miaka 56. Kwa hiyo ni mtu mzima, kwa umri huo. Sasa nimeona mambo mengi pia, maana nimeshuhudia pia katika utawala wa taifa letu la Tanzania. Nimeshuhudia utawala wa Nyerere, nikashuhudia tena utawala wa Mwinyi, nikashuhudia tena utawala wa Mkapa, nimeshuhudia tena utawala wa Kikwete, nikashuhudia pia baada ya Kikwete Magufuli, na sasa tunaye Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tawala zote hizi, wakati taifa limepata huru na ndio nchi inaendelea na mchakato wa kutafuta maendeleo, basi nimeshuhudia pia marais hawa wote mpaka rais wa 6 ambaye yupo sasa, Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo baada ya kutoa utambulisho wangu, jina langu na nimezaliwa wapi, babangu yeye pia ni ukoo wa Nyanjoka. Mimi ni ukoo wa Nyanjoka na babangu ni wa ukoo wa Nyanjoka, ambaye yeye jina lake ni Mpanda Muna. Na mwanzilishi wa ukoo huu wa Nyanjoka aliitwa Mimbi. Maana mimi pia ni mtafiti. Mimi kwa taaluma ni mwalimu, ni mtafiti pia. Nimeandika kitabu hiki cha historia yangu binafsi, maana kuna ukoo wangu hapa nilikuwa nikitafiti mambo haya yasije yakapotea. Kwa hiyo nilikuwa napata historia kwa wazee, kwa mababu na wajomba, naweka humu. Kwa hiyo mimi pia ni mtafiti wa mambo ya kihistoria. Kwa hiyo huyu mzee Mimbi alikuwa na sifa ya pekee sana. Huyu mzee, sifa mojawapo, alikuwa ni mtu mkarimu sana. Ndivyo nilivyokuwa nasimuliwa, na ukarimu wake unajidhihirisha katika mambo mawili ambayo nataka kuyasema sasa. Jambo la kwanza, yeye akiwa anafyeka shamba lake huko Singida, wilaya ya Singida vijijini, sehemu moja inaitwa Manyonye. Akiwa anafyeka shamba lake, kule wawindaji walipita wakiwa na watoto wadogo. Sasa wale watoto wadogo inawezekana walikuwa na njaa. Watoto wadogo, mmoja wa kike na mmoja wa kiume. Kwa hiyo aliwaonea huruma wale watoto, na kwa sababu wale wawindaji walikuwa na harakati zao, wanapita miaka mingi sana, inawezekana kwenye 1500 huko. Kwa hiyo wakati ule sasa wale wawindaji wamepita, wanaendelea na safari, na wakasahau wale watoto, wakamsogelea yule mzee Mimbi. Inawezekana walikuwa na njaa, akawapa chakula, akawapa uji, basi wakawa wamepumzika pale. Wale wawindaji walipofika mbali, tunavyosimuliwa, walirudi. Wao waliporudi, wanamuuliza mzee Mimbi, bwana, tulikuwa na watoto lakini hatuwaoni, wako wapi? Au wewe umewaona? Akasema, bwana, mimi sijawaona, lakini aliwaficha kwenye kichaka. Na wale watoto baada kumaliza, walipokuja wale wawindaji, wakamuuliza, hujaona wale watoto wetu? Akasema, mimi wale watoto sijawaona wale watoto. Maana aliwahurumia kwamba wale watoto walikuwa wanateseka kwa safari ndefu. Kwa hiyo aliwaficha wale wawindaji, hawakuwaona, na matokeo yake aliondoka na hao watoto. Mmoja ni wa kiume na mmoja wa kike. Walipofika nyumbani kwake, mmoja wa kike akamuita Kawi na wa kiume akamuita Kanka. Kwa hiyo akaolea wale watoto. Walipokuwa wakafika umri wa kuolewa, kwa majadiliano ya yeye familia pale, ilibidi wale watoto waoane. Yaani wale watoto waoane, wale watoto ambaye alikuwa amewafadhili. Kwa hiyo walipooana wale watoto, akawapa ukoo, na ukoo wao
wakaitwa wanyanjoka weupe. Kwa hiyo yeye Mimbi ni mnyanjoka mweusi, ukoo wa wanyanjoka weusi, lakini wale watoto akawapa jina, akawapa ukoo wao, ni watoto wake wa kupanga, aliyowafadhili akawapa ukoo wao waitwe wanyanjoka weusi weupe, ambao sasa wako wengi. Ukienda sehemu za Kinyeto utawakuta, na sehemu za Minyaa utawakuta wanyanjoka weupe, na sehemu za Kinyegigi kule na Mwanyonye wilaya Singida utawakuta hao watu wanyanjoka weupe. Sio hivyo tu, mzee Mimbi pia kwa kuwa alikuwa ni mfadhili wa watu. Kuna bwana mmoja ambaye alitoka Singida Kusini. Wakati huo hawa wanyanjoka wamesogea kutoka Mwanyonye, sasa wamejenga sehemu za Kinyeto. Kwa hiyo huyo mtu alikwenda kufadhiliwa na wanyanjoka weusi. Kwa hiyo baada ya kufadhiliwa na wanyanjoka weusi, watu wasima, baada ya kufadhiliwa huyo mtu, basi akaitwa Munyamunyinga. Munyamunyinga maanake maanake ni mtu aliyejenga kwenye mninga. Kwa hiyo ukoo wake ukatokea namna hiyo. Kwa hiyo ziko koo pia mbalimbali ambazo zilifadhiliwa na watu mbalimbali waliofadhiliwa na ukoo huo wa Nyanjoka. Ukoo mojawapo ni ukoo wa Igwe, ambao ni wanaitwa ni Wanyanjoka watu wanana. Wao na wenyewe pia walifadhiliwa na Mimbi na Mimbi au ukoo wa Mimbi. Kuna watu pia, kuna watu wa Lundi ambao asili yao hawa ni Wanyiramba, na wenyewe pia walifadhiliwa na Wanyanjoka. Kwa hiyo katika huu ukoo wa Lundi ndipo alitokea mtu anaitwa Nyalandu Mtinangi. Huyu Nyalandu Mtinangi alienda kuoa kwenye ukoo wa Nyang'ombe, na akaenda kumuoa mama aliyeitwa au binti aliyeitwa Litikidanka Msasu. Na huyo Litikidanka Msasu ndiye ambaye alikuja baada ya Wajerumani kuanza vita ya kutaka kutawala. Baada ya kuanza vita kutawala mwaka wa 1905 hadi na 7, maana vita vya Majimaji vilianza mwaka 1905 mpaka 1907. Lakini wakati Liti anakataa nchi yake tawaliwe na wageni, kati ya mwaka 1906 ndipo Wajerumani walimuua, na kichwa chake sasa kinasadikika kwamba kiko Ujerumani. Kwa hiyo niunganishe moja kwa moja kwamba, maana natambulisha najitambulisha mimi mwenyewe, namtambulisha na baba na mama wametokea uko gani. Kwa hiyo mamangu ambaye anaitwa Hawa Jilu Mwangu Kidanka Msasu, Ikungwe Siludi Ireji, ana jina refu kidogo, majina alikuwa anapewa na mababu. Mamangu anaitwa Hawa Mwangu Jilu Kidanka Msasu, Igwe Siludi Ireji. Kwa hiyo kwenye ukoo ambao ni ukoo mamangu ndiko alikotokea huyo Litikidanka Msasu ambaye nimezungumza habari zake. Kwa hiyo ni ukoo maarufu kidogo, na ninashukuru kwamba baada ya wasomi mbalimbali kupigania kwamba Litikidanka Msasu atambulike rasmi, na sasa ametambulika rasmi, na sasa habari zake zinasomwa kwenye vitabu vya historia au ameingizwa kwenye mtaala rasmi wa elimu Tanzania, ambapo kwa kitabu cha historia darasa la 4 habari zake zimeandikwa hapo za Litikidanka Msasu. Kwa hiyo Liti alikuwa ni jasiri kutetea nchi yake isitawaliwe na wakoloni. Alikuwa jasiri, mwanamke shujaa, mwanamke jasiri ambaye alikataa
nchi yake itawaliwe. Na ndipo maadui zake walipopata mwanya wakamuua wakishirikiana na jeshi la Kijerumani. Kwa hiyo kwa upande wangu pia nami ninakisi mambo makubwa sasa. Ninakisi mambo makubwa ambayo Mungu amenipa au ameniita kusimamia matengenezo ya kanisa la Kipentekoste duniani. Kwa hiyo mambo ambayo hayajakaa sawa, mwanake Roho Mtakatifu alikuwa akinielekeza kwamba liambie kanisa la Kipentekoste, sio kwamba unaleta vita. Liambie kanisa la Kipentekoste lirekebishe mambo haya na haya na haya. Na hayo mambo nimeyaweka kwenye mtandao wa YouTube. Kwa hiyo viongozi mbalimbali, viongozi wa serikali ni vizuri wakajua hayo. Viongozi wa dini ni vizuri wakajua hayo, kwa sababu ndivyo Mungu alivyonipa taratibu kwamba nitambulishe huduma hii, kwamba Mungu ameniita kwa namna gani, Mungu ameniita kwa jinsi gani. Kwa hiyo haya ni mambo ya kawaida, maana Mungu alikuwa anasema na mimi kwa kinywa changu, kwa nguvu ambayo haikuwa ya kawaida, ambayo sijaishuhudia. Ile nguvu ilivyokuwa imenivaa siku 100, maana nilikuwa naingia kwenye maombi. Kwa hiyo ninapoingia kwenye maombi, maana Roho Mtakatifu ananikamana, natamka vitu ambavyo havitoki kwenye akili yangu. Kwa hiyo hivi ni vitu vya kawaida na ni utaratibu wa Biblia pia. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 2, Biblia inaeleza, inasema kuna watu walikuwa wakiomba. Wale watu walipokuwa wakiomba, Roho Mtakatifu alishuka na akawapa maelekezo. Kwa hiyo ndivyo hata na mimi nilipewa maelekezo na Roho Mtakatifu kwa kutumia kinywa changu. Kwa hiyo nataka nitoe ushuhuda kidogo hapa. Na nilikuwa nikiingia kwenye chumba changu cha maombi, Roho Mtakatifu ananikamata ulimi. Kwa hiyo anaponikamata ulimi, maana naanza kuzungumza vile vitu ambavyo Mungu anataka anipe. Na kwa sababu vilikuwa ni vingi, kwa hiyo nilikuwa ninavirekodi kwenye simu yangu kwenye chumba cha maombi. Kwa hiyo ninatoa ushuhuda kidogo ili kuwajenga watu wengine waweze kujua kumbe ukiwa umezama katika roho, kwamba Roho Mtakatifu anaweza kushika na akakupa maelekezo fulani. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alikuwa anasema na mimi. Hapa natoa ushuhuda mfupi. Alikuwa anasema na mimi vitendo nilivyovifanya au vilivyotokea wakati nikiwa mchanga, nimezaliwa na nilipokuwa naendelea kukua. Ni vitu gani vilifanyika au ni matendo gani yalifanyika ambayo yalikuwa yanaashiria kwamba mimi nitakuja kuwa na utume wa matengenezo ya kanisa. Kwa hiyo kwa kifupi, ingawa inawezekana sauti isiwe nzuri sana, lakini ninatoa tu ushuhuda kidogo hapa. Kwa hiyo turekebishe simu hii, alafu tuweze kuendelea na ushuhuda huo. Maana ushuhuda huo ninaotoa ni ile sauti iliyokuwa inatoka bila mimi kupangilia kwenye akili. Inanieleza kuhusu utoto wangu. Kwa hiyo naomba usikilize sasa, alafu baadaye tutaendelea. Kulikana watu wengine pia wakasema ni wa dini gani, wanasema hii sijui wa dini gani, wanasema huyu wa dini ya Kiingo.
7. Wasema atakuwa ni wa dini ya kilingo 7. Maana hapo nimekamatwa na Roho Mtakatifu. Katika nyakati hizo wanake ni dini ya watu wapya. Dini ya watu wapya ndio walikuwa wanatamka hivi. Wanasema huyu atakuwa mtu wa dini ya watu wapya, wakiwa na maana kwamba wewe utakuwa ni Mkristo. Ndivyo walivyotabiri. Wewe nataka nikupe vitu kama hivyo ili uweze kuweka Sikiliza kwa makini niweze kuinua pia. Uzaliwa wewe ni pale ambapo unaenda sasa kufanya vitu hivyo pale. Ukazaliwa pale na ukazaliwa pale, ukawekwa pale, ukawekwa pale kidogo, ukawekwa pale na ulisikika kidogo, nitakufuta mstari. Uliwekwa pale, ukawekwa pale, ukawa sawa kidogo. Kwa hiyo hapo nimekamatwa akili zangu. Anayeongea sio mimi tena, ni nguvu nyingine. Unaenda huku unasikika huku unaenda huku unafanya. Sasa wakasema sasa mbona tunaona kama vile hata kwa mtu gani sasa, maana ulikuwa unafanya vitu vya ando soloda. Ni Roho Mtakatifu ando soloda. Unatembea kama vile unazunguka hivi. Sasa wanasema mtu huyu anafanya vitu gani hivi? Mbona anatembea anazunguka? Kwa anatembea anazunguka. Wanasema la, kitu gani tena? Unakwenda unatembea unazunguka. Unapoenda unatembea unazunguka. Wanasema Roho Mtakatifu anasema, wakaanza kusema huyu sasa sijui atazunguka wapi. La ibashakara masakari ya Kwa nimekamatwa na Roho Mtakatifu. yuko Mungu katikati yako, kujua hali kasaka mashiki likasokoro msaka. Weka vitu vyako pembeni kwanza. Yuko Mungu katikati yako. Unajua Mungu alikuwa ameshakuchagua ujielewa. Alichagua ukuelewa. Ninakupa hiyo kwa sababu ujue ulikotokea. Ulitokea hapo ukaanza kuzunguka. Unatembea kuzunguka. Roho Mtakatifu anakuzungusha. Wewe kujua unazunguka. Sasa ukawa unatembea tena na watu wengine, unaongea nao, unasema mjiafa mwenda ndu. Nilikuwa natumia Kinyaturu, lakini Roho Mtakatifu akawa anatafsiri kwa Kiswahili. Ananikumbusha mambo niliyoongea nikiwa mdogo, nikiashiria huduma naenda kuifanya sasa. Sio kwamba ulikuwa unasema leo, ulikuwa unaongea katika nguvu isiyo ya kawaida. Unawasemesha wenzako sasa wadogo wale, unawasemesha. Pito ile halijafanya mkali. Kuna watu ya hawajafanya mkali. Therefore, that is Nyaturu language. When the Holy Spirit spoke to me about church reformation, Nyaturu language. When I was in my prayer room, the Holy Spirit came to me. It is very wonderful power. He touched my tongue. Then I started to speak
about the prophecy or prophetic message which I spoke when I was a little child. I mean that the blowing wind come to me, I want to know you. The meaning of that sentence means that I prophesy about the power of the Holy Spirit to come to me. It's the time of church information now. The Holy Spirit comes to this world for church information. The wonderful preachers and the strongest preachers now will appear around this world, especially in Africa. This is just a testimony how the Holy Spirit spoke to me. When I was in my prayer room, I used my phone to record the wonderful speech of the Holy Spirit through my tongue. Thank you very much. This is just a short testimony. Okay, now I want to move to another step. Nataka nisogee sasa kwenye jambo lingine. Jambo linalofuata sasa baada ya kutoa ushuhuda huu ni kuliombea taifa la Tanzania. Mimi kama mtumishi wa Mungu ambaye Mungu ameniita na kunipa mambo makubwa, na aliniambia kila utakacho kitamka manake Mungu atatenda. Manake Mungu hayuko mbali na wewe. Kwa hiyo jambo linalofuata kama nilivyotoa utangulizi, nitaliombea taifa la Tanzania kwa kipindi kifupi, ndipo nitakuwa nimemaliza kipindi cha leo cha kujitambulisha. Na ndio maana nimekuja na bendera hii. Hii ni bendera ya taifa la Tanzania. Bendera ya taifa la Tanzania ambayo inawakilisha taifa la Tanzania. Kwa hiyo na sasa nitakuwa nikiliombea taifa hili ili Mungu aendelee kutawala na kulilinda na kulitunza, na tuendelee kuwa na amani kama tulivyo sasa. Maana hatuwezi kufanya shughuli za kiuchumi kama hamna amani. Hatuwezi kufanya shughuli za injili kama hamna amani. Lakini taifa likiwa na amani, shughuli za kiuchumi zitaendelea na shughuli mbalimbali za kijamii zitaendelea. Na wakumbusha wa Tanzania, tukiliharibu taifa hili, au hasa watu ambao ni waombaji, kina mama na wengine na wachungaji na manabii na wainjilisti na mitume na kadhalika, tusiposimama kulibeba taifa hili, shetani akaingiza silaha zake, sivyo tutakimbilia wapi? Maana kila kona pamechafuka. Na amani ambayo tunaiona sasa ipo Tanzania, tuliombe taifa letu ili liendelee kuwa na amani. Kwa hiyo nikiwa nimeshikilia Biblia hii pamoja na bendera ya taifa la Tanzania, ninaenda sasa kuomba kwa ajili ya taifa langu la Tanzania. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, nalisogeza taifa langu Bwana la Tanzania mikononi mwako.
lilinde taifa hili, linda mipaka yake, linda watu wake, Baba wa mbinguni. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninamsogeza Bwana Rais wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Umempa nchi kwa wakati huu Bwana. Kuongoza nchi ni kazi kubwa, maana anaweza kukosea na yeye ni mwanadamu. Mungu wa mbinguni, umpe hekima ya kuongoza wa Tanzania. Umpe maarifa ya kuongoza wa Tanzania. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninamsogeza pia makamu wa rais ambaye ndiyo mshauri wake wa karibu. Mungu wa Israeli, Mungu uliyeumba mbingu na nchi, mpe Bwana kumshauri rais vizuri, ili taifa letu liendelee kuwa salama. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninamsogeza pia waziri mkuu. Mungu, mpe hekima na maarifa anapomshauri rais, amshauri sawa sawa, ili taifa letu lisije likatumbukia kwenye mambo machafu, kwenye mambo mabaya. Roho wa Bwana alitawale taifa hili. Roho wa Bwana alisaidie taifa hili. Ninamsogeza Bwana, na wasogeza pia mawaziri wote, wape hekima na maarifa juu ya kumshauri rais. Wanapomshauri rais juu ya mambo ya kielimu, juu ya mambo ya kiuchumi, juu ya mambo mbalimbali, Mungu wa mbinguni, wape maarifa, wasifanye kinyume. Shetani asije kapitia kwao wakaleta uharibifu kwa rais, wakaleta uharibifu kwa Tanzania, wakaleta uharibifu katika taifa la Tanzania, ambalo mara nyingi limetajwa kama ni taifa la amani. Robekera mandoroboshe, ravekesekerebe sandorobosi, rimonda bakolorobose. Baba, ninapopita kwenye mitandao ya kijamii, ninaona mambo ambayo hayaleti furaha kwa Tanzania. Mungu, likumbuke taifa la Tanzania, ikamate mahakama ya Tanzania. Rore kolokate seke, rindorobo sekere masandorobo se, lerobo shekere. Baba, tazama hata wakuwa vyombo vya usalama, tunao wakuwa vyombo vya usalama, polisi na jeshi la wananchi na vyombo vingine vya usalama wa taifa. Hawa ndio wameshika maisha ya watu. Baba, nakusihi kwa jina la Yesu Kristo, wasiwaone wa Tanzania kwa sababu ya mamlaka yao, wasiwaone wageni kwa sababu ya mamlaka waliopewa na rais. Taifa hili likiharibika, tutakimbilia wapi Mungu? Rikarabadere senderebe karebe senderebe riba baba 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 kutana walinda usalama ambao ni polisi, wanapofanya Bwana kazi zao, wafanye kwa huruma, wafanye kwa weledi, wakijua kwamba sote ni wa Tanzania. Robo robo bobo 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 robo bobo 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 robo bobo bobo robo. Baba, likumbuke taifa la Tanzania, ikamate mahakama Tanzania, toe haki. Wajali binadamu, kwamba wanaofanyia maamuzi ni wanadamu. Wasike kwa sababu ya ajira, wasifanye maamuzi kwa sababu ya ajira,
ulicho nacho Mungu. Mando robo seke. Mando robo seke. Na naombea wabunge na wakuu wa wilaya, naombea wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa na viongozi wote wa tarafa hata na kata na vijiji. Mungu, na wasogeza pia viongozi wa kanisa, maaskofu na wainjilisti na mitume na manabii, na wasogeza mikononi mwako Baba. Mungu ni Mungu, lilinde taifa hili Bwana, liponye taifa hili Bwana. Bariki wa Tanzania kwa dini zao zote, maana umeniita ili Bwana niwe mlinzi wa taifa hili. Ninapoomba Bwana usikie, walinda wa Tanzania, sifa ya Tanzania siharibike, sifa ya Tanzania siharibike, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Nami sasa ninatamka neno la kinabii, yoyote ambaye atatumiwa na shetani ili kuleta uharibifu kwenye taifa hili, akutane na mkono wako kwa jina la Yesu aliye hai. Nasogea mikononi mwako Bwana. Nchi yetu ni nchi ya vyama vingi. Mungu, wape viongozi wa vyama vingi, vyama mbalimbali, wape hekima wanaposimama kwenye majukwaa yao. Mungu wa mbinguni, wazungumze maneno yanahusu sera za vyama vyao, wala wasitukane watu, wala wasilete uchochezi, wala wasiendeshe siasa kwa hasira. Baba wasaidie, Baba wasaidie, maana nchini ya kidemokrasia, nchini ya vyama vingi, nawe Bwana ndio unaitazama, Bwana wa majeshi, Mungu wa Ibrahimu na Isaka, Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Bwana husika sasa, Bwana husika sasa, husika na viongozi wote wa vyama mbalimbali, wanavijua. Inawezekana mimi vingine sivijui majina, lakini Mungu anavijua. Wakamate wale viongozi, Mungu wa mbinguni, wakamate Bwana, wawe na hekima, wawe na busara, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninamsogeza pia rais tena wa taifa la Tanzania, kama kuna mahali ameshauriwa vibaya, Mungu ukageuze moyo wake, ukakate ushauri mbaya anayeshauriwa. Inawezekana shetani ametumia silaha yake, ametumia mwanadamu ambaye anamtegemea mshauri, akamshauri vibaya. Mungu wa mbinguni, ninamsogeza mikononi mwako. Mungu wa mbinguni, mpe maarifa, mpe roho ya kuona mbali, mpe taa ya kuona mbali. Kila anaposhauriwa, kama anashauriwa vibaya, akakate ushauri ili taifa letu liendelee kuwa salama, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, nakushukuru. Ninaamini ya kwamba utawaponya wa Tanzania, utaliponya taifa langu, utalilinda taifa langu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Maombi haya naomba kutoka kwenye kilindi cha moyo wangu, maana ninapoliangalia taifa la Tanzania naona hali ya hewa haijakaa sawa. Manake nini? Kwamba tunapaswa kuliombea taifa hili, tunapaswa kuliinua taifa hili ili Mungu wa mbinguni ahusike. Wale wote ambao wanapitiwa na shetani kuleta uharibifu katika taifa hili, Mungu awaweke pembeni, Mungu awaondoe kwenye vitu walivyovikalia. Wale ambao wanaleta uharibifu katika taifa hili, Mungu aweke pembeni, alete watu wengine walio sahihi katika ofisi za serikali, katika ofisi mbalimbali, watu ambao wana hofu ya Mungu. Na mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Ninatamka sasa, rafiki, natamka sasa, natamka neno la kinabii kwa jina la Yesu Kristo. Muovu yoyote asiingie bungeni. Mtu yoyote ambaye anapanga kuingia bungeni ili atetee maslahi yake binafsi, asiingie bungeni kwa jina la Yesu Kristo. Wananchi wamkatae kwa jina la Yesu Kristo. Tunataka wacha Mungu waingie bungeni, tunataka wacha Mungu waikamate hii nchi, tunataka wacha Mungu, watu wenye hofu ya Mungu, watu wanaomtambua Mungu, wanaotambua kwamba Mungu yupo, wanaotembea na hofu ya Mungu. Hao ndio tunawataka wachaguliwe kwenye uchaguzi huu wa mwaka 2025 Oktoba. Kwa jina la Yesu Kristo tutaendelea kutamka, na wewe mahali popote uliko,
tamka maombi hayo kwamba tunataka taifa letu liwe salama. Hatutaki uharibifu, hatutaki uonevu, hatutaki. Kweli iwe kweli na ndio iwe ndio, na hapana iwe hapana. Rapasaka mambaba. Asante Bwana, pokea sifa na shukrani. Basi kwa maombi haya nitayarusha kwenye simu, kwenye YouTube, yatakuinua na ninakupa shuhuda pia. Tuendelee kuombea taifa la Tanzania. Mungu wa mbinguni akubariki katika jina la Yesu Kristo. Amina.